visa. Hivi mlikwishawahi kusikia kwamba hili yai haya mayai visa, maana nikisema yai ni moja, haya mayai visa. Mlikwishawahi kusikia kwamba haya mayai visa ni dawa? Sasa ngoja niwasanue ndugu zangu. Haya mayai visa ni nini? Mayai visa ni yale mayai ambayo kuku ametotoa nusu. Yaani kuna mengine yanakuwa yametotolewa, sasa kuna mengine yanakuwa hayajatotolewa. Sasa yai visa ni yale mayai ambayo hayajatotolewa baada ya yale mengine kutotolewa. Yaani ni mayai ambayo kifaranga kimeshindwa kutoka ndani yake. Sasa ndugu zangu, nataka niwasanue kitu kimoja. Mimi Dr. Fungilo nataka niwasanue kazi ya haya mayai. Ndugu zangu, hili yai lina thamani kuliko hata yai lenyewe ambalo bado halijawa visa. Kwa sababu hili yai lina bei yake ni ghali kuliko hata mayai haya mengine ya kawaida, kwa sababu yai visa ukienda kwenye duka la tiba asili lililokuwa karibu na wewe unalipata kwa gharama ya shilingi 2,000 hadi 3,000, lakini yai la kawaida unalipata kwa shilingi 500, 800 na kadhalika. Sasa zifuatazo ni kazi za haya mayai visa. Zifuatazo ni kazi za mayai visa. Moja, haya mayai visa yanatumika sana sana kuwasambaratisha au kuwafarakanisha watu. Wewe ukitaka kumfarakanisha mtu, tumia hii dawa. Hii dawa ukitumia kumfarakanisha mtu, kwa mfano, wewe mwanamke ukitaka kumfarakanisha mume wako ambaye amekuacha wewe ameenda kwa wanawake wengine, unaweza kumfarakanisha kupitia yai hii, kupitia mayai haya. Wewe mwanamke au wewe mwanaume ukiona kamke kako hakaeleweki, ukitaka kukaachanisha na mtu ambaye amekuibia ndoa yako, basi unaweza kutumia mayai haya. Lakini pia sasa nianze kwenye kazi, jinsi gani utafarakanisha mtu kupitia haya mayai visa. Utakachofanya utafanya hivi. Kama ni wewe mwanamke unataka kumfarakanisha mume wako ambaye ana mwanamke mwingine, yani kumfarakanisha mwanamke mwingine aliyeiba ndoa yako, basi utatafuta mayai visa haya 7. Utaandika majina ya mume wako 3, yani jina la mume wako, la baba yake, la mama yake na ukoo, la jina la 4. Pamoja na hako kwa mwanamke ambako unataka kukasambaratisha na huyo mume wako aliyeiba ndoa yako. Basi ukishaandika majina yake 4 na majina ya mwanamke huyo 4 na ya mwanaume huyo 4, unaandika kwa makapeni nyeusi kuzunguka ili yai. Unaandika kwa makapeni nyeusi kuzunguka yai. Unaandika, unavyoandika unanuilizia kwamba wewe fulani bili fulani mzaliwa uko fulani, kuanzia sasa nataka ukaachane na mume wangu fulani bili fulani. Kama wewe ni mwanaume unanuilizia basi wewe fulani bili fulani nataka ukamwache mke wangu fulani bili fulani. Hivyo unaandika kwa makapeni nyeusi kuzunguka yai hili. Baada ya hapo, yai la kwanza utaenda kulitupa njia panda jike. Yai la pili utaenda kulitupa kwenye mti mkubwa. Yai la tatu, mayai mengine yote haya yanayobaki unaenda kuyazika kwenye njia ya kuingilia kabrini, njia pana. Maana kuna njia nyembamba na kuna njia pana. Sasa wewe utaenda kuzika kwenye njia pana. Kwa hiyo jinsi ya kufarakanisha, unavofukia pale, unasema kwamba nimekuja, kwa mfano katika eneo la njia panda, unasema hivi, nimekuja kwenye njia panda hii kumachanisha fulani bini fulani na mtu wangu fulani bini fulani. Baada ya hapo, unachimba shimo katikati ya njia panda, unafukia yai lako. Unavofukia unafumba macho. Unanuilizia malengo yako. Baada ya hapo, na kwenye njia panda kubwa ya kuingilia makabrini, unasema kwamba wanaoingia kwenye makaburi haya huwa hawarudi duniani. Na mimi leo nimekuja kumwachanisha fulani na fulani katika tabia hizi na hizi. Baada hapo unafukia ukiwa unanuilizia manuizi yako. Na kwenye mti mkubwa nako unanuilizia vile vile. Ndugu zangu, hiki kipengele ni kipana. Kiufupi ni hivyo, mayai haya yana uwezo wa kuwafarakanisha watu. Pia mayai haya una uwezo pia wa kumuona mchawi. Ukitaka umuone mchawi kupitia mayai visa ni rahisi sana. Chukua haya mayai visa 4. Baada ya hapo, ukishachukua mayai visa haya 4, tafuta na mafuta ambayo yanaitwa Habatinux. Pakaza haya mayai visa. Baada ya hapo, chukua na mkaa wa njia, yani mkaa ambao uko njiani hujui nani aliyotupa mkaa.
Baada ya hapo, fukia mbele ya mlango wako kwa manuizi. Fukia saa 7 usiku ukiwa uchi wa mnyama, huna nguo hata moja. Unapofukia unasema kwamba ninafukia zindiko hili kwenye nyumba. Mchawi yoyote atakayejaribu kuingia kwenye hii nyumba, basi nikamuone, na nikimuona asiwe na uwezo wa kunidhuru, kwa sababu wachawi wana asili moja. Wakijua umewaona huwa wanatafuta mbinu ya kukudhuru. Kwa hiyo dawa hii pia, mayai haya Viza yana uwezo wa kufanya kuwaona wachawi kupitia zindiko. Lakini pia yana uwezo pia kusafisha nyota. Kwa mfano, umefungwa mwili wako, umefungwa kwenye mafanikio, umefungwa kwenye biashara zako, basi tumia kuoga mayai haya Viza kwa manuizi. Lazima utafute makapeni nyekundu, unaandika majina yako, jina lako, la babako, la mamako na ukoo. Unachafuta mayai 7, unaandika majina lako, la babako na mamako na ukoo. Baada ya hapo, unalishika yai lako na linuilizia kwamba ewe yai Viza, kwenye hili yai humu ndani sijui kilikuwa kitoto cha jike au cha kike, na mimi fulani bin fulani, nyota yangu imefungwa, biashara zangu zimefungwa. Nitakavyoenda kulipasua yai hili njia panda, kadri litakavyopasuka na kusambaratika, basi na kile kilichonifunga kwenye mwili wangu kikapasuke na kusambaratika. Unanuilizia mengi. Baada ya hapo, unachukua mayai yako, unaenda kupasua njia panda ya kwanza, njia panda ya pili. Wewe mwanamke, pasua kwenye njia panda. Wewe mwanaume, pasua kwenye njia panda dume. Wewe mwanamke, pasua kwenye njia panda jike. Unapasua kwa manuizi. Ukifika eneo la njia panda, manuizi yake kwamba nimekuja kwenye njia panda, hii ni sehemu ya kuachanisha kila kitu kibaya. Mimi nimekuja kuacha malaana, mamikosi na mabala kwenye njia panda hii. Yai hili litakavyopasuka na kila kilichofunga maisha yangu kikasambaratike. Unanuilizia mengi mengi mengi. Baada ya kupasua, ukishapasua unaenda njia panda. Ukishapasua usigeuke nyuma, unaenda njia panda ya pili mpaka 7, hivyo hivyo. Nadhani katika kusafisha nyota hapo ninakuwa nimeleka. Lakini pia mayai haya ya Viza mayai haya yana uwezo wa kukufanya wewe, kama kuna mtu namdai hakulipi, tafuta haya mayai Viza, andika majina yake ya huyo mtu anayekudai, majina yake matatu, jina lake, la babake na ukoo kwenye mayai haya, andika kwa makapeni nyeusi, nuilizia. Baada ya hapo, kila siku nakuwa unachoma yai moja moja kwenye kichungu kwenye njia panda ambayo iko karibu na nyumba yako. Unavyochoma unanuilizia kwamba mtu naye mdai aweze kukupa fedha kwa urahisi. Ni rahisi mno. Mtu ndani ya siku 7 mtu anakulipa deni. Inakuwaje mtu anakudai alafu anakusumbua? Mkomeshe na mayai haya. Lakini mwisho pia, mayai haya yana uwezo wa kumdhibiti mwizi. Ukiona kama kuna mtu amekuibia kwenye nyumba yako, njia rahisi, tafuta mayai haya 14, mayai Viza. Ukishapata mayai haya ya Viza, tafuta na chungu, tafuta na ubani mashtaka. Kila siku utakuwa unalichoma hili yai Viza, unachanganya na ubani mashtaka kwenye chungu, mlalafu nakuwa unakoroga. Kama unataka mtu aliyokuibia vimbe tumbo, nuilizia pale unapokoroga. Kama unataka mtu aliyokuibia vimbe mguu, nuilizia pale unapokoroga. Kama unataka mtu achanganyikiwe, nuilizia pale unapokoroga. Ndugu zangu, kama kuna mtu mwizi, huna haja ya kwenda kwa wataalamu kutumia magharama mengi. Tafuta haya mayai Viza, mkomeshe mwizi. Ndugu zangu, ninaongea, nataka watu msiteseke tena. Ni mimi Fungilwa Herbalisti, ninatoa hili somo, niko Njombe mjini, mtaa wa Nzenge, katika barabara ya Chalinze. Kama una swali utaniuliza, lakini tutumie mayai haya kwa ajili ya kujisaidia sisi wenyewe kwenye matatizo ambayo yanatuzunguka. Ninawakaribisha maswali kupitia namba zangu zinazopita kwenye video hii. Asanteni sana. Mungu ibariki Afrika, Mungu ibariki Tanzania. Ndimi Dr. Fungilwa, niko mkoa wa Njombe, ninatoa huduma za kutibu magonjwa mengi sana. Kwa yeyote ambaye ana changamoto ya magonjwa, basi anapiga simu kupitia namba hizi, ninamsaidia. Asanteni sana.